Ngoja nikupe ushuhuda mmoja, mtu wa Mungu. Wakati nilipo form 6 ya advance, nakumbuka ni Kigoma, kuna kipindi katika kanisa la Kigoma mjini tulikuwa na maombi ya siku 2. Hayo maombi ya siku 2 ni maombi ambayo tulimwona Mungu sana, lakini wahudumu wa pale wengi walikuwa wakimlalamikia Mungu juu ya habari ya utajiri. Wengi walimlalamikia Mungu kwa habari ya kwamba kwa nini Mungu sisi tunakutumikia lakini maisha yetu bado ni magumu, hali zetu za maisha bado ni magumu, maisha tunayoishi bado ni changamoto. Yani nakumbuka katika maombi hayo tulimwomba Mungu sana. Wale unamwomba Mungu, jinsi Mungu alivyonishangaza na Mungu alivyo ajabu. Mungu hakunyamaza kimya. Mungu alikuja kwa sauti ya upole akasema, wanangu, 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 wanangu. Sauti ya Mungu, ile sauti ya upole, sauti ya Mungu yenye kutetemesha, ambayo wale tuliposikia ile sauti mioyo yetu ilijawa hofu, mioyo yetu ikatetemeka, tukajawa na unyenyekevu usio wa kawaida. Mungu akasema na sisi ya kwamba, je, ni heri niwape ya duniani yote, niwape ya ulimwengu, lakini muikose mbingu? Akasema, wapo watu ambao nikiwapa utajiri huu miongoni mwenu wataniacha mimi Bwana. Wapo watu miongoni mwenu humu nikiwapa utajiri mimi wataniacha mimi Bwana na kunisahau. Je, ni heri niwape utajiri muukose ufalme wa mbinguni? Ile ujifunza kumbe kuna uhusiano mkubwa kati ya unyenyekevu na utajiri. Hakikisha unapomwomba Mungu utajiri, endelea kumwomba Mungu roho ya unyenyekevu, kwa sababu Mungu anawapa utajiri wale watu wenye roho ya unyenyekevu, ambao hata akiwapa utajiri huo watautumia utajiri huo kwa kumpendeza Mungu, kwa kuendelea kumshika Mungu. Lakini wengi wetu hatuna roho ya unyenyekevu. Tunakuwa na roho ya unyenyekevu kwa sababu bado tuna hali ngumu, tunaishi maisha ya chini. Kwa hiyo lile jambo likanishangaza sana. Kumbe kuna wakati mwingine Mungu ametuweka katika maisha fulani kwa sababu anajua akitupa utajiri tutamuacha Mungu. Biblia inasema hata wana wa Israeli Mungu aliwaambia kwamba mtakapofika katika ile nchi ya asali, ijao asali na maziwa, msinisahau mimi Bwana. Lakini wapo wana wa Israeli walipofika katika ile nchi, wengi wao walimsahau Mungu, wakaabudu miungu mingine. Lakini nataka nikwambie kwamba unapoona hali yako ni ngumu ya maisha, basi muombe Mungu akupe roho ya unyenyekevu, roho ya unyenyekevu, kwa sababu pasipo roho ya unyenyekevu Mungu hatakupa utajiri, kwa sababu utatumia utajiri wako kwa kunyanyasa watu wengine.